Ndugu watazamaji, katika kipindi chenu pendwa cha Uswazi Media, leo tupo katika mtaa wetu wa Mbweni Beach, Dar es Salaam. Tumekuja kuwatembelea wasanii wetu akina Kizigo. Bila shaka nadhani mnajua kazi zao, jinsi wanavyofanya, utafutaji wao, pambanaji wao katika kazi za mitaani kwao. Sasa leo sitaki niongee sana, nataka twende mtaani kwao nikuonyeshe maisha yao ya kweli. Hapa ndo nipo mtaani kwao kama unavyoona, ndugu, wa jinsi mazingira yao jinsi yalivyo. Yani hapa ndo mtaani kwa kina Kizigo. Bila shaka nadhani mnafahamu kwa sababu sio mara moja, sio mara mbili kuwaona katika kazi zao. Bila shaka nadhani sijapotea sana ndugu watazamaji, nimetai sasa, si vibaya nikaomba, nimemwona blaza hapa, naomba nimuulize kidogo, naweza kawa napafahamu au hapafahamu, nataka kujua hapa ni mtani kwao, naomba kidogo nimuulize. Tusogee kwa hapa kameramani kidogo tupate kujua mawili matatu. Kaka, mambo vipi? Kaka, wema? Wema. Bwana samani, hapa nilikuwa na swali kidogo nataka nikuulize, samani kama utojali. Hamna shida, niulize. Sasa na hapa ni Mbweni Beach mtaani kwa kina Kizigo. Na kina Kizigo unawafahamu? Wasanii wetu wa mtaani Ni wasanii wa mtaa huu. Wasanii wa mtaa huu. Vipi, unaonaje kazi zao, upambanaji wao katika utafutaji wao? Vipi, unapambana vipi kwa kuweka comment zako mbili tatu? Wakina Kizigo, mwanangu, wasanii wazuri. Ndio. Siwezi kuongea chochote mwanangu, au nikitia neno jingine hapo nitaharibu, wenyewe nakwambia hivyo. Sasa siwezi kutia neno mwanangu, wasanii wazuri. Sasa mimi nimekuja huku kama nikiwa mtangazaji wa Uswazi Media, mfahamu vijana, nimekuja kuwatembelea leo ndani ya Mbweni, na nimefanya hivi ni surprise, hamna taarifa yangu yote, unaojua kama nafika eneo hili. Nilikuwa nataka nipafahamu wanapoishi nyumbani kwao, nifike pale kwao, naonyesha watazamaji wangu wenye kipindi changu cha Uswazi Media wapate kuelewa nini kinachoendelea katika wasanii hawa, wanapambana vipi, wanaishi vipi maisha yao ya mtaani. Unaweza kunisaidia kwa hilo swala? Wanapokaa napafahamu wewe. Samahani, naomba nielekeze ndugu yangu, wapenzi watazamaji, ili wasione kama nawapanga, nilikuwa nionyeshe maisha asilia ya watu. Hapa nikisema nikuelekeze na Yesu utopajua, hapa nikupeleke. Sawa, naomba nipeleke ndugu yangu nipate kuona. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, leo katika kipindi chako cha Uswazi Media, leo tumekuja kuwatembelea ndugu zetu akina Kizigo mtaani kwao, tupate kuwaona maisha yao na uishi. Je, walivyokuwa kwenye tamthilia zao, filamu zao, wanavyofanya kazi zao na mtaani wanavyoishi, je, wanaishi hivyo hivyo? Hebu tuanzetu tuone jamaa, tupeleke hapa. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kama unavyoona ndani ya kipindi chako cha Uswazi Media, leo tumefika kwa nyumbani kwa wasanii wetu kina Kizigo, kina Sheshe na kina Malukoka, wote wamefika kwa eneo hili. Sasa tumefika, naomba tuwagongee mlango ili tupate kuelewa ni kweli ni pani hapa, na je ni wenyewe wahusika, na je wao ndo wanaofanya vile vitu, tuwaone maisha yao asilia, watu pameli matatu ili tupate kuelewa. Tuanze tu kameramani tupate kuwasogelea nyumbani kwao. Ni hapa ni shida. Odi odi. Odi. Ndiyo mpenzi mtazamaji, kama unavyoona tumefika kwa wahusika na mlango tayari ushafunguliwa. Wahusika wenyewe nadhani. Bwana vipi ndugu yangu? Kama kaida vipi? Fresh. Upo katoto? Mimi nipo. Nakuona ndugu yangu. Mambo unasemaje? Fresh. Bali nyingine vipi? Bali nyingine nzuri bwana. Ndio ndugu yangu, leo nimefanya surprise kuja kuwatembelea ndani ya eneo lenu au mtaa wenu wa Mbweni Beach, Dar es Salaam. Sisi tunashukuru sana. Ongeleni kwanza kwa kazi nzuri. Asante bro. Mnajitahidi sana, mnapambana vijana. Kwa hiyo tunapambana, Mungu ana bless. Ndio. Kazi zetu zinaonekana Sasa mimi bila kuchelewa nikaona leo kwa sababu ni mambo yangu leo, nikasema ndugu zangu lazima niwatembelee mtaani kwenu, nije kujua maisha yenu, uasilia wenu, je tunavyoona katika tasnia na huku mtaani kwenu mazingira yenu mnavyoishi ni vipi. Mimi hichi ni kipindi cha Uswazi Media, nadhani mnakijua, ni muda mrefu kinafanya kazi zake mtaani kama ninavyoelewa. Sasa vipi ndugu zako kina Shehe wapo? Shehe timu yote ipo ndani. Kizigo wote timu yote ipo ndani. Basi samani, naomba muniitie kwanza, maana mimi mgeni wenu, nimekuja kuwatembelea mtaani kwa kama unavyoona mpenzi mtazamaji, leo tumekutana na yeye. Nadhani huyu mtu nadhani mnamjua. Ajitambulishe mwenyewe kwa majina yake ya usanii, ili tupate kumjua yeye anaitwa nani, kanafanya kazi gani mpaka sasa hivi alipofikia kazi yake, na maoni yake, atupa maoni mawili matatu. Ndo karibu ndugu yangu. Mimi kwa majina naitwa James Kalisti. Ndio. Lakini alimaarufu mtandaoni naitwa Watoto OG. Sasa ukienda YouTube ndio Watoto OG channel ipo.
Na katika kazi yako, katika kuanza kwako kazi hii ya uigizaji, ulianza muda gani au na muda gani tangu na kazi hii kupambana kwako mpaka ulipofikia, na umefikia hatua gani, malengo gani unataka ufikie mbele ya sasa? Mungu anasaidia, tangu nimeanza kazi hii takriban na miaka miwili. Miaka miwili. Ya, na miaka miwili. Ya, na Mungu ana bless, kazi tunafanya zinaonekana. Ndio. Na mafanikio Mungu ana bless kidogo chetu. Ndio. Tunazidi kupambana mpaka tufikie tamati. Sawa. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kama mnavyoona ndugu yetu hapa Katoto anatuelezea maisha yake asilia. Nadhani mmesikia mwenyewe akijitambulisha kwa majina yake kamili. Leo katika kipindi chako cha Uswazi Media nimeamua kuwatembelea ndugu zangu, jamaa zangu, washikaji zangu, wanangu wa nguvu mtaani kwao. Leo tupo mtaani kwao, tumeanza na Katoto. Sasa sitaki niongee mengi sana. Nadhani nimemwona mmoja. Naomba hebu niitie mwingine napate kuwaona wapenzi watazamaji. Nikuitie? Niitie bwana Sheshe na niitie bwana nani, wote walikuwepo, crew nzima naitaka nani. Naam, usitaki tuongee mengi wapenzi watazamaji. Niitie hao vijana tuwaone. Bwana ndugu yangu, shukrani sana kwa ushirikiano wako mpaka sasa hivi kufika eneo hili. Ya bless. Ya. Ndio. Nyinyi wanangu wa nguvu sana, mnapambana wanangu. Vipi shehe bwana? Safi. Wema ndugu yangu? Upo? Nipo. Nakuona ndugu. Bwana. Ni hatari. Hatari kaka. Ni hatari. Yaani leo nimefanya surprise tu kuja kuwatembelea na kuchukua maelezo mali matatu, lakini nilivyokukuta tu mwenyewe nimeenjoy binafsi. Bwana hongera sana kaka kwa kazi nzuri unazozifanya ndugu yangu. Hongera sana kaka. Vipi maendeleo, nasemaje ndugu yangu? Namshukuru Mungu niko fresh. Ndio. Niko fiti. Ndio. Na niendelee kutoa pongezi zangu za dhati juu yako. Bwana vipi ndugu yangu? Safi bwana. Kwema bwana? Kwema. Upo? Karibu. Bwana nimefanya surprise leo kwa tembea na wote nimewakuta, ni jambo la kushukuru. Sasa mimi naomba tu hapo kwa hapo tuweze kuongea sana. Tusogee pembeni kidogo tupige story 2-3 ndugu zangu. Sawa. Karibu. Asante sana ndugu zangu. Bwana, kama mnavyoona ndugu zangu, wasanii wetu pendwa ndo hao hapa, ambao wote mnadhani mnaijua kwa majina yote, nadhani kila mmoja anamjua kwa jina la usanii, labda kwa majina kamili ambao mwajui. Leo atajitambulisha ndani ya kipindi hichi cha Uswazi Media. Nimekuja mtaani kwao maeneo ya Mbweni Beach, Dar es Salaam. Hapa nimekutana na ndugu yangu Sheshena, yupo Katoto, yupo na ndugu yetu mwingine hapa, nadhani wote mnawajua. Bwana, kwa majina yako kamili unaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina yangu kamili yote mimi natumia ni yale ya mtandaoni. Naitwa Bakunda Jafet. Bakunda Jafet. Nadhani ndo jina Bakunda Jafet wapenzi watazamaji mnalijua vizuri sana. Ndio, katika kazi yako uigizaji, changamoto zako au maisha nani, umefikia hapa ni katika changamoto zako na maisha yako kwa kupambanaji, vipi mahali yake na kwa mazingira na kupambana vipi? Tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia, sio mbaya. Ndio. Tofauti na mwanzo tulivyoanza. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sasa kazi zinatembea? Kazi namshukuru Mungu sio kama zamani. Ndio. Sasa hivi kidogo Mungu ana bless. Ndio. Kazi zinaenda. Ndio. Na washabiki zetu wote wanadu support. Ndio. Na wale ambao wanatuona wadu support wazidi kudu support. Sisi ndo vijana tunapambana, vijana du support yane. Wazee, vijana, wababa, watoto wazidi kudu support sisi vijana. Sasa na mimi nimefurahi ndugu yangu, mpaka nimeamua kuwatembelea mtaani kwenu, na maana nimefurahishwa na utendaji wenu wa kazi mnavyopambana vijana mtandaoni. Kazi zinatembea, mnapambana kwa juhudi na jasho na damu. Sasa ndugu yangu, kwa hiyo mimi nawaombea dua muendelee kupambana kama hivyo. Na hapa wewe jinsi mazingira katika fani yako ya sanaa, una muda gani tangu umeanza kufanya sanaa yako ya filamu? Sasa ndugu yangu, mimi nashukuru sana kwa mahojiano tuliyofanya ndugu yangu, na leo nimekutembelea mtaani kwenu. Sasa ngoja niendelee na Sheshe na kwanza hapo naye nimchukulie mali matatu, nitakuomba tena kwa wakati mwingine. Shukrani sana. Karibu. Asante sana. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kama unavyoniona leo nimemfuata ndugu yangu bwana Sheshe. Na bwana Sheshe wangu vipi bwana? Safi. Kheri kabisa. Heri. Upo? Nipo. Nashukuru sana kwa ndugu yangu, leo nimefanya surprise kubwa sana kuwatembelea mtaani kwenu. Nakwambia. Lakini baba umetisha? Umetisha kaka. Nashukuru Mungu. Naona yani ninavyokuona mtandaoni na jinsi ulivyo ni vitu vile tofauti. Kweli? Inaonekana mambo yanalipa kaka. Alhamdulillah. Sasa ndugu yangu, mimi sijazoea kukuona wewe peke yako. Una ndugu yako bwana. Naona umetoka mwenyewe tu. Ndugu yako pacha yako mtandaoni mnazinguana sana, mama mmepigana mapanga, mama mmefanya nini? Yule yuko wapi jamaa yako bwana Kizigo bwana? Yule jamaa bwana yupo ndani. Kumbe wote mnazinguana, lakini wote mnakaa eneo moja ise. Bwana wewe. Tuko sehemu moja ndugu yangu. Ndio. Hebu nitie kwanza jamaa yako kwanza. Nani kabla hujanani ngoja kwanza. Yaani umejisubiri nifurahisha. Najua ndugu yangu, najua, lakini kwanza hapana.
Mfanyia hivyo kwanza hiyo. Zingatia kwanza hiyo. Hiyo zawadi yako, jinsi unavyonifurahisha tu mtandaoni na jinsi unavyopambana. Hiyo ya kwako. Nashukuru. Ni tena ndugu yako bwana, ndugu yangu. Sawa. Bwana mpenzi mtazamaji. Kamanda mwenyewe. Wote ni mwakuta. Kumbe crew nzima mtandaoni wanavyochukuliana, wanavyofanya mazingira yao, crew yote kumbe inakaa sehemu moja, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo leo nimekuja kuwatembelea ndugu yangu. Nipo na ndugu zangu leo kama unavyowaona ndugu wapenzi watazamaji wa Uswazi Media. Leo hapo wote nimewatembelea bwana Sheshena na bwana Kizigo. Crew yote nimekuta. Kumbe mtandaoni ni click tu zile za kuna nini kufanya kazi. Ila wote wanaishi ni nzungu. Bwana Kizigo, mambo vipi? Poa. Mzima ndugu yangu? Mzima sana. Mambo yanaenda? Tunamshukuru Mungu. Ndio. Bwana kumbe mnavyoonekana mtandaoni tofauti na mlivyo mtaani. Mambo sio mabaya ndugu zangu. Nakaa ushwani Mbweni Beach huko ndugu zangu. Bwana, yani kiufupi ni kwamba tumeamua kuja kukaa huku ni kwa sababu ya kuzitafuta zile location. Sasa. Yani huku location zimejaa, ziko nyingi sana. Sasa. Niko na mwanangu Sheshena wewe. Ndio. Tunapambana kweli kweli rafiki yangu. Mimi bwana sikufishini ndugu zangu kwa kazi yenu mnazopambana zile kwenye kwa mtandaoni na jinsi ninavyoona kazi yenu mnazofanya. Mnapambana sana ndugu zangu. Hongereni sana kwanza. Ni kweli. Kwanza mimi nashukuru hata wewe kwa kuja kututembelea. Ndio. Nafikiri leo ndo tutazungumza vitu vingi ambavyo kwa nini tumeamua kufanya contract kama zile pale. Ndio. Yani zile contract ni kwamba zinafundisha na zinaelimisha, kwa sababu katika maisha ya kawaida ni kwamba hata wengi sana walishawahi kufanyiwa vitu kama vile, mtu alishawahi kutapeliwa, bwana mimi nauza simu sijui hivi na hivi, afu kumbe mwisho wa siku unakuta mwenzake yuko pembeni, mara anabadilishana anapewa hiyo. Sasa hata mimi nilishawahi kunitokeaga hilo swala, na ndio maana leo nikaamua bora na mimi nitembee na zile contract za wizi wa simu. Yani ni kwamba ni zinaelimisha kwamba msikubali kufanya biashara na mtu ambaye humjui, alafu ukalipa pesa bila kuikagua ile simu, ukajikuta umeangalia tu mara moja alafu unampa mwenyewe simu. Sawa. Ili wewe utoe hela. Pale ndio wanapokufanyia michezo ya kukuchanganya. Sahihi. Kwa contact zako zile mimi sina tofauti nazo sana. Yani unaelimisha kwa mtu mwenye uelewa ambao anafuatilia kazi zako au kazi zenu. Anapata fundisho kubwa sana, kwa sababu mambo hayo yalishatokea hapo nyuma, watu wakawa mwingine hawajawahi kuyaona, hajakutana nao. Kwa hiyo unavyofanya contact kama zile ndio watu wanazidi kufanya nini? Kufungua. Naam ndugu alizo habari, ndio kama mnavyoona ndugu zangu, tupo hapa mtaani kwa kina Kizigo. Kama mnavyoona Kizigo mwenyewe ndio huyu hapa. Japo wengi mlikuwa mnatoa comment zenu kwamba bwana contact hii bwana kuna mtu alikuwa nani, lakini kidogo kwa maboresho aliyofanyia huyu msifananishe na huyu mnaomsemea naye. Afanani. Huyu jamaa ni muuni mteja, hata nikikutana naye njiani mimi nitamkimbia. Mimi sio muuni jamani, labda tu niwaambieni. Mimi sio muuni, mimi ni mtu poa tu, ni mtu pisi. Tena mimi mwenyewe ni muoga kweli, hata ningekutana na wauni usiku huwa na wakimbia, kwa sababu mimi sina hiyo tabia ya uuni. Sema tunafanya hizi contract za uuni ni kwa sababu ili ziwaelimishe watu. Na ndio maana nilikuwa na huyu jamaa, kuna contract moja nafikiri ilienda sana. Yule jamaa alipoona kwamba hapa nimeibiwa, akaona sio kweli, mimi mwenyewe muuni, alafu ananichukulia mizi kanzu, ikabidi atutafute yule jamaa kuja kutukamata. Bwana tulichezea vitasa. Sema bwana naye anatisha sana ndugu yako. Huyu jamaa Sheshena. Sheshena naye sio mtu mzuri, anatisha sana kama njaa. Sheshena, vipi upambanaji wako wa kazi ndugu yangu? Mnaona kazi yako unajitahidi sana kupambana huko vizuri sana ndugu yangu. Nipe mawili matatu kuhusiana na kazi zako. Vipi ufanyaji wako kazi? Ndugu mwandishi. Ndio. Kwanza nirudi kusema kwamba asante. Ndio. Asante kwa kuweza kuja hapa kutu surprise. Ni kweli hii surprise. Ndio. Sawa, sasa ndani ya kazi zetu zile huwa ni jumbe ambazo tunazifikisha. Nikirudi kwenye upande wangu mimi ninacheza sheka jamani. Mimi nacheza kama Sheshena. Ukisikia Sheshena, bwana anacheza vitasa hawa. Ninawagonga. Na wagongi sio vya kawaida. Sawa, iko hivi. Ninapokuwa na wagonga vile, sio kwamba ndio hapana, siko vile kwa kweli, siko vile. Sasa tunafanya vile kwa kuweza kuelimisha watu. Unajua watu walio wengi wakishaona mashehe, wakiwaona mashehe, wakaona maimamu, wakaona wachungaji, wao wanahisi yani hata ile kuwaogopa. Unajua kizazi hiki tunaona kizazi kile. Kizazi kile wakiona hao watu wa dini walikuwa wanawaheshimia. Lakini sasa hivi wakiwaona hawawaheshimu. Sawa. Sasa tunawaambia yani ile tunawaelekeza kwamba wawaheshimu. Na ndio maana huwa na kwa vile sio kwamba tunatembea vile, hapana. Ila sasa wakati mwingine tunajilinda kidogo. Ile style yako nikikuangalia zile contact zako muda mwingine mara umenyanyua kanzu, panga limekaa hapa. Kwa wewe mtaani vijana wengine wanaweza kaogopa akikutana na wewe. Mtu anaweza kusema huyu ndo tabia yake, kwani pita hivi, kumbe jamani msiogope na msikimbie. Ila sasa
tunajilinda kidogo lakini hatuko hivyo